Shuhudia wema wake Mungu katika mji huu, tukiwaambia ya kwamba Yesu anarudi tena, na hakika amesema hatakawia kabisa. Wewe unayenisikiza wa mji wa Kenyenya, habari zilizo katika viwanja hivi ni kwamba Yesu anarudi, na hakika amesema anarudi karibuni. Kwa hivyo ni tuweze kuwa tayari kwa ujio wake mara ya pili, kwa sababu hakika Mungu adanganyi. Sisi wanadamu tutaweza kuwa tunadanganya huku na kule, lakini ukweli ni kwamba Mungu adanganyi kabisa. Kwa hivyo kwa masaa haya nimeweza kupewa fursa kuweza kusimamia kipindi cha familia, Ekaya na Familia. Kipindi hiki kitakuwa miongoni mwa vipindi ambavyo vitakuwa katika viwanja hivi katika muda wa majuma mawili, ndiposa tuweze kuandalika kwa familia, tukienda mbinguni tukiwa wote kama familia. Kwa hivyo jioni ya leo ningetaka kualika ili tuweze kuandamana, tuone ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu katika familia. Wewe uliyeketi hapa ni umetoka katika familia. Wewe ni ushuhuda tosha jinsi ambavyo Mungu ana kusudi kubwa katika familia zetu. Kwa hivyo watu wa Mungu, siku ya leo ningetaka tuweze kukumbushana tu yaliyo mapenzi ya Mungu katika familia. Ni yapi Mungu anataka katika familia. Wote tunajua Mungu ndiye alikuwa mwanzilishi wa familia. Alipofanya vitu vyote, anasema ya kwamba akafanya vitu vyote vikawa ni vizuri. Mtumishi wa Mungu, enda katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wake wa 18. Pale ndipo tunamuona Mungu akafanya vitu vyote vikawa ni vizuri, lakini alipofika hapo Mungu akasema jambo. Mtumishi, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Si vyema huyu mtu, wapendwa, si vyema huyu mtu aweze kuwa peke yake. Si vyema unayeketi hapa. Mungu aliumba mwanadamu ambaye is a social being, is a being that is able to socialize. Kwa hivyo akasema si vyema huyu mtu ambaye nimemuumba mimi aweze kuwa peke yake. Akaona si vyema, lakini ikawaje siku ya leo kuna wengi ambao wanasema ni vyema tena, lakini Mungu akasema si vyema huyu mtu aweze kuwa peke yake. Bwana mwema, neno lako linahubiriwa katika viwanja hivi. Nikusihi kwa pendo lako uzuie anga katika jina lako. Bwana, tunajua mvua ni yako, watu hawa wote ni wako, lakini tunahitaji muda ili tuweze kusoma kwa neno lako. Baba, uzuie vyote kwa ajili ya neno lako. Yesu, tunakuomba nguvu za mwovu, iwepo zimekuja katika viwanja hivi, ziweze kushindwa katika jina la Yesu. Shetani hauna mamlaka tena katika maisha ya watoto wa Mungu. Sisi tuko chini ya mamlaka ya Bwana na Mungu wetu. Leo tunakukemea katika jina la Yesu. Bwana mwema, tenda fadhili, fungua mioyo yetu uweze kutufunza ni yapi unayoyataka kwa familia zetu, kwa sababu shetani anachukia sana familia. Ndiposa kuna vilio katika familia. Familia nyingi zimefarakana, lakini Yesu unasema si kusudi lako familia ziweze kufarakana, bali siweze kuishi na kuweza kutukuza na kukutukuza wewe mwenyewe. Asante, tunapoenda kusoma neno lako upate kuweza kunena pamoja nasi, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Amen. Biblia inasemaje msomaji? Narudia tena. Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Akasema si vyema mtu huyu aweze kuwa peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mtumishi atamfanyia msaidizi. I'll make him an helpmate. Mungu alipoumba vitu vyote,
kila kitu ikapendeza wapendwa, kila kitu ilikuwa vizuri, lakini akaona dosari moja tu. Akasema si vyema basi mtu huyu aweze kuwa peke yake, mimi Mungu nitamfanyia msaidizi. Haleluya! Mungu akaona hitaji, akaona mwanadamu anayetaka ushirikiano. Wewe unayeketi hapa unahitaji kuwa na mwenzako, unahitaji kuwa na wengine ili waweze kuwa wa msaada. Lakini ikawaje dunia ya leo wapendwa, watu wengi wanasema wataweza kukaa peke yako. Hata kumekuja na dini zinazofunza ya kwamba it is good to be alone, but the Lord said it is not good that a man should be alone. Ya kwamba ni kusudi la Bwana, ya kwamba ni mpangilio wa Bwana, ya kwamba mume na mke waweze kukaa pamoja wakiwa katika chini ya uongozi wake Bwana. Wapendwa, ndoa ni takatifu mno na ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Wewe ulio katika ndoa, nikujulishe jioni ya leo ya kwamba Bwana ni mwanzilishi wa ndoa. Wengi wameichukulia hivi ndoa, lakini nikujulishe leo, ndoa ni takatifu mno. Aliyepeana ndoa ni mtakatifu, basi na ndoa yenyewe ni takatifu. Na basi ukitaka nikujulishe sana, kati ya vitu viwili ambavyo Adamu alipoanza kutoka shamba la Edeni, alivyotoka navyo kuelekea akiweza kutoka, ni ndoa. Kwa hivyo wapendwa, ndoa ni takatifu. Mungu mwenyewe ndiye ameagiza ya kwamba ndoa ni takatifu. Lakini wapendwa, ndoa imeharibika kwa sababu ya dhambi. Ndoa imeharibika kwa sababu ya mwanadamu ambaye yupo ndani ya ndoa. Hakuna tena upendo katika ndoa, hakuna tena uhusiano mzuri katika ndoa. Watu wanalia katika ndoa, ndiposa wengi wametoka, wengi wamekata tamaa, wengi hawana haja tena. Ukiuliza vijana siku ya leo, wengi wameogopa ndoa. Lakini kusudi la Bwana ni kwamba ndoa iwe ni mahali pa furaha, ndoa iwe ni mahali pa kufarijika, ndoa iwe ni mahali pa kupata kuweza kuvumiliana na kupata kufurahia. Lakini wapendwa, ikawaje tena ndoa hii iliyo takatifu mno, iliyotolewa katika mikononi mwa Bwana, iliyo ya maana sana machoni pa Bwana, ikawa tena haina maana tena? Ni kwa sababu ya dhambi wapendwa, ni kwa sababu ya dhambi. Lakini kusudi la Bwana katika ndoa ni kwamba wawili na hata wengi wakiwa na watoto waweze kuishi na furaha, wakimtukuza Bwana, wakilinua jina la Bwana, ili Bwana aweze kuinuliwa, ili Bwana aweze kuonekana katika uhusiano wa mume na mke, jina la Bwana lipate kuinuliwa. Haleluya! Katika uhusiano wa mume na mke, Bwana wetu apate kuinuliwa. Wapendwa, ndoa ni takatifu jinsi Mungu alivyo mtakatifu, na ndoa imeweza kuonekana katika Biblia ikisimamia uhusiano wa kanisa la Bwana na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ndoa ni takatifu mno, ndoa ni takatifu mno. Wapendwa, siku ya leo ninaleta kwenu kusudi la Bwana katika ndoa. Ni yapi Mungu anatarajia katika ndoa? Ewe mwana ndoa ulio hapa, jambo la kwanza Mungu alikusudia ya kwamba ndoa iweze kuleta katika maisha yetu, ya kwamba iweze kuleta utakatifu ambao Mungu alikusudia. Watu wengi wako katika ndoa kudhihirisha, kwa sababu Mungu kusudi lake niweze kuleta utakatifu. Msomaji, somea katika kitabu cha Waibrania 13 mstari wake ni 4. Biblia inasemaje?
Kitabu ni Waebrania 13 mstari wake wa 4. Inasemaje msomaji? Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na malazi yawe safi. Na malazi yake yawe safi. Asante msomaji. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yake yaweze kuwa ni matakatifu. Wapendwa mnaonisikiza, watu wengi wameweza kuharibu hadhi ya ndoa katika maisha yao. Vijana wanafanya ndoa ovyo ovyo, lakini hilo sio kusudi la Bwana. Anasema kwamba ndoa na iheshimiwe. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na marashi yake yaweze kuwa ni matakatifu. Wapendwa, siku ya leo watu wengi wanachukulia ndoa hivi hivi, haina heshima yake, haina ile heshima Mungu alikusudia iweze kuwa nayo. Ndiposa unaona wengi walio katika ndoa hawaheshimu ndoa yao, hawaheshimu hata ndoa yao kamwe. Wanakimbishana katika ndoa yao, kuna vilio katika ndoa yao, lakini kusudi ya kwamba ndoa iweze kuheshimiwa, ndoa iweze kuwa ni mahali ambapo panaheshimika kwa watu wote, vijana kwa watu wakubwa. Lakini imekuwaje siku ya leo? Vijana wengi wanaingia katika kitendo cha ndoa, hata hawaheshimu sheria zake Bwana, hawaheshimu amri za Bwana. Unakuta vijana, watoto wadogo siku hizi wakiwa na internet, wanaendelea kuangalia vitendo za ngono katika masimu zao. Hizo ndio wamewekwa. Wapendwa, Yesu anakuja na anasema ndoa ni takatifu. Ewe kijana, ninakuelewa sana. Vijana wengi wanaendelea kuona sinamu za ngono katika masimu zao. Sasa wanaendelea kuharibu ndoa. Sasa wakimaliza kuona, wanaenda kufanya sasa. Wapendwa, unayenisikiza, ndoa ni takatifu. Ndoa ni takatifu, na Mungu mwenyewe ndiye aliipeana, na kitanda chake kisiweze kiwekwa kwa utakatifu mno. Ni wangapi katika ndoa wametoka, wabama kwa wababa, wengi wana mipango ya kando hapa. Unawakuta hawaheshimu tena wake wao, hawaheshimu tena waume wao. Lakini Mungu amesema ndoa iweze kuheshimiwa, ndoa iweze kuwekwa kwa hali ya juu ya kuheshimu ndoa. Ewe baba unayenisikiza, je, unabeba ndoa yako namna gani? Je, unamuheshimu Mungu katika ndoa zako? Mama unayenisikiza, ndoa yako inamtukuza Bwana? Mienendo yako katika ndoa inamtukuza Bwana? Mungu kusudi lake ni kwamba utakatifu wa ndoa uweze kuwekwa ndani ya ndoa, kusiwe na chochote ambacho si za kumtukuza Bwana. Na anasema ya kwamba katika ndoa watu walikuwa wahusiane, waweze kupendana, waweze kubebeana mizigo. Lakini unakuta mara nyingi watu wengi, sijui hapa Kenya vile mahali na jinsi ilivyo, lakini pale ni mahali pa kuhurumiana, ni mahali pa kuonea huruma wengine. Lakini unajua unayenisikiza, kuna mahali ndoa nimeona wengi hawajali. Kama ni mama anabeba mizigo ya ndoa, lazima ni yeye ajue. Baba yeye anasema unajua leo ninataka kitu fulani, lakini tena apeane. Tutafika pale wapendwa. Ninataka kuarifu leo ya kwamba ndoa ni mahali pa kuweza kuhurumiana, mahali pa kuweza kupendana. Upendo wa kweli wa Mungu unadhihirishwa katika ndoa, kwa sababu Mungu anasema katika ndoa watu wake waweze kupata uhusiano ulio wa karibu, uhusiano ulio wa upendo, uhusiano ulio unaotazamia na kumwangazia Yesu. Lakini wapendwa, imekuwaje siku ya leo? Watu wengi wanauana katika ndoa.
Baba tena si baba, bali ni muuaji katika ndoa. Mama tena si mama, ni muuaji katika ndoa. Hilo sio kusudi la Bwana. Kusudi la Bwana ni kwamba watu wahurumiane katika ndoa, watu wapendane katika ndoa. Upendo wa Bwana uweze kuongoza katika ndoa zetu, ili tuweze kuandalika kwa ufalme unaokuja. Na katika ndoa tunasaidiana. It elevates the physical, intellectual and moral nature of human beings. Ukiwa katika ndoa, wapendwa, inasaidia kukuza katika hali ya kuonekana, mawazo, na katika hali zote, na hata katika tabia. Ukiwa katika ndoa, maisha yetu yanabadilishwa. Jinsi ambavyo tunavyoangalia vitu zinabadilishwa. Mambo yote yanakuwa ni sawa. Lakini imekuwaje? Wengine badala ya kuishwa na kufanywa waweze kukua, wengine wamekuwa vijana katika ndoa. Wengi wanatembea bila nguo kwa sababu ya mawazo, msongo wa mawazo. Wapendwa, mambo mengi yanaendelea katika ndoa. Wengi wamekuwa wameruka akili kwa sababu ya ndoa. Lakini Mungu kusudi lake ni kwamba tuweze kukua, ni kwamba tuweze kukua kiakili, hata katika kimwili na katika tabia na mienendo yetu, tuweze kukua na kumtukuza Bwana. Wapendwa, siku ya leo ninataka kuwaletea kusudi ambazo Mungu aliweka ndoa. Wewe unayenisikiza, ninataka kukuuliza swali. Je, ndoa yako inamtangaza nani? Je, ndoa yako inatimiza kusudi la Bwana? Je, ndoa yako inamuinua nani katika dunia inayopotea? Kusudi la ndoa yako ni kwamba Bwana atukuzwe. Kusudi la ndoa yako ni kwamba Bwana ainuliwe. Lakini wengi wana vilio, hawataki tena ndoa kwa sababu ya majuto mengi. Wengi wanaonekana hata katika ma-TV zetu wamekatwa mikono, hawana masikio tena, lakini wako katika ndoa. Na ukifuata kwa ukaribu, anayemkata masikio, anayemkata mikono ni yule aliyemchagua, ni yule aliyekuwa mpenzi wake mpendwa, ni yule ambaye alikuwa na mdhamini. Je, upendo wa Bwana umeenda wapi katika ndoa zetu? Upendo wa agape, upendo wa Mungu mwenyewe ambao ni chanzo cha ndoa, umeenda wapi wapendwa? Umeenda wapi katika familia zetu? Wengi wametoroka nyumbani, wamesema hawataki tena kukua katika manyumba kwa sababu kuna makelele, kwa sababu hakukaliki tena, kwa sababu watu wamegeuka wanyama. Je, hiyo ndio ilikuwa kusudi la Bwana? Je, hilo ndilo lilikuwa tamanio la Bwana? Wapendwa, siku ya leo Mungu anawatangazia, Mungu analeta kwetu ya kwamba ndoa ni takatifu, na yeye jinsi alivyo mtakatifu ameleta kwetu ndoa ili aweze kuleta mfano ya uhusiano wake kati yake na kanisa lake, ili tunapokuwa katika dunia hii tuweze kujua jinsi tunavyohusiana, ndugu kwa ndugu, bwana kwa bibi, mke kwa mume, tukingoja kurudi kwake mara ya pili. Kwa hivyo wapendwa, ndoa ni mahali ambapo tunaendeleza kizazi. Watoto wanakuja waweze kuendeleza, kwa sababu ni kusudi la Bwana ya kwamba tuweze kuendelea kwa kupata watoto, kwa kuleta watoto. Ni mahali ambapo tunapopata watoto na kuwaelekeza katika njia za Bwana. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuwaletea ndoa ambayo ni kusudi la Bwana. Kwa hivyo uliye katika ndoa hujafanya makosa. Uliye katika ndoa huko pale kwa sababu Bwana ameagiza. Na yule ambaye anaendelea kuhubiri ya kwamba Mungu ana tena haja na ndoa, hiyo sio kulingana na mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo wapendwa,
katika ndoa Bwana anakusudi kuwe na mke mmoja na mume mmoja. Haleluya, haleluya. Sijaona wake wakiolewa wengi, lakini kulikuwa na mahali niliona. Lakini kusudi la Bwana akamletea Hawa. Nataka msomaji usome kitabu hicho cha alipoona si vizuri tena, akamletea mstari wa 18:2 Mwanzo hadi pale 24 uko alisema namna gani? 19 inasemaje? Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aona atawahitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu ndio ikawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufua na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Hakuonekana wa kufanana naye, ndiposa Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Akamletea usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akamtoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Unayenisikiza sioni ya leo wapendwa, Mungu hakuleta wake watano, hakuleta mwanaume watatu, alileta mke mmoja. Kwa hivyo kusudi na mpango wa Mungu ni kuwa na mume mmoja na mke mmoja. Haleluya. Haya mengine ni yetu ya kubuni, kwa sababu wanadamu walipokuwa wanaendelea katika wakati wa Nuhu, wakaona ni vizuri hata katika Agano la Kale waweze kuwa ni wanaume mmoja na wake wengi. Lakini hilo sio kusudi la Bwana. Dhambi ilipoongezeka, wanadamu wakaacha mpango wa Bwana. Lakini wewe unayenisikiza, mpango wa Bwana ni mke mmoja na mume mmoja. Ndipo inaitwa familia ambayo Mungu anataka. Basi Wakorintho wa kwanza 1:7 fungu la 2 mtumishi inasema namna gani? Watu wengi wanasema, unajua tuna huyu mke akiweza kama sasa afanyi vizuri, unaleta mwingine. Hilo sio kusudi la Mungu. Wewe unayenisikiza, ni mke mmoja na mume mmoja. Hayo mengine ni yako ya kubuni. Hiyo sio mpango wa Mungu. Msomaji, Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 7 aya ya 2 inasema, lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Asante mtumishi, ya kwamba ni mke mmoja na mume mmoja, wapendwa. Na tena tunaona kwamba hakuna ndoa iliyo juu ya jinsia mbili iliyofanana. Dunia ya leo inahubiri ya kwamba mke ataweza kuoa mke mwingine. Hiyo sio mapenzi ya Bwana. Mume ataweza kumuoa mume mwingine. Hiyo sio mapenzi ya Bwana. Biblia inasema wazi wazi, ni mume aweze kumuoa mke na muoe mke mmoja. Wewe uliye na wake wawili, hayo sio mapenzi ya Bwana. Wewe uliye na waume wawili, hayo sio mapenzi ya Bwana. Wapendwa mnaonisikiza, dunia hii inaleta mambo mengi ambayo hayahusiani na hayaendi kulingana na neno la Bwana. Kama leo hii watu wote, media zote zinahubiri ya kwamba mke ataweza kumuoa mke mwingine. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Ya kwamba mume ataweza kumuoa mume mwingine, hayo sio mapenzi ya Mungu. Leo hii ni mke na mume ndio Biblia inayotambua ya kwamba mume aweze kumuoa mke mmoja. Basi wapendwa, mengine tusiweze kuyafuata, bali tuyafuate ya kwamba Kristo amedhihirisha mambo haya. Nasi tulio wa Bwana, nasi tunaoishi tukingoja ujio wake mara ya pili, lazima tuishi kulingana na mapenzi yake. Kwa hivyo wapendwa,
jioni ya leo nataka kuwahimiza ya kwamba kusudi la Bwana katika ndoa ni kwamba tuweze kuwa na furaha, ni kwamba iweze kumuinua Kristo, ni kwamba iweze kuwa mahali pa kufarijiko, ni kwamba iweze kuwa mahali ambapo wengi watavutwa na kuweza kufurahi wakimngoja Yesu akirudi. Kwa hivyo unayenisikiza, ndoa yako je, inamdhihirisha Yesu aliyekufa msalabani? Inamuinua huyu Yesu anayekuja tena? Inahubiri kwa dunia kwamba Yesu anakuja tena? Inasema mambo makubwa juu ya uhusiano ulio kati ya kanisa na Mungu mwenyewe. Je, ndoa yako inaleta suluhu kwa dunia inayopotea? Je, ndoa yako inamuinua nani? Inamuinua Yesu aliyekufa na anayekuja, ama inamuinua shetani? Wapendwa, ni ombi langu jioni ya leo ya kwamba ndoa zetu zikuwe ni mahali pa tumaini, ya kwamba ndoa zetu ziwe ni mahali pa kuleta nuru yake Kristo iweze kung'aa. Basi ninawaalika nyote muweze kukubali, tuweze kumwachilia Yesu aweze kuingia katika ndoa zetu. Ninajua shetani anachukia ndoa, ninajua shetani anachukia ndoa wapendwa. Hata pale Edeni alishuka, akashuka kabisa, akaja kwa wamama. Unajua wamama sisi tuna shida katika kila jambo, sisi ndio tuko pale. Haleluya wamama. Katika kila jambo shetani sana sana anatumia wamama. Si kwamba wamama ni wabaya, lakini wamama wako na moyo ambao ni wa huruma, na moyo ambao shetani kwa urahisi kabisa ataweza pata nafasi. Lakini jioni ya leo wapendwa, niruhusu niwaalike kwamba Bwana uweze kuwa pamoja na familia zetu. Yeyote anayesema Bwana, tunajua familia ulianzisha peke yako, na sisi tunataka kukupa familia zetu, uweze kuandamana pamoja nazo, uweze kufanya kusudi lako. Kama hilo ndilo unalotaka, uweze kusimama jioni ya leo, ndiposa tuweze kuomba na kukamiliza kipindi chetu, ya kwamba Bwana unapozuru familia zote dunia hii, nami uzuru familia yangu, unisaidie kwa vyote, nidhihirishe na niweze kutenda jinsi ambavyo unakusudia. Itaweza kuwa sijafanya vizuri, lakini Bwana ninataka kuanza mwendo mpya katika familia hii, niweze kudhihirisha kabisa yaliyo mapenzi yako. Asante wapendwa, asante, na Mungu awabariki. Bwana mwema, tumesimama kwa sababu tuna wito wa familia ndani ya maisha yetu. Wengi wetu tuko ndani ya familia, wengi wetu umetupa familia, na tunashukuru kwa sababu ya mambo makubwa umetenda katika familia zetu, umetenda katika maisha yetu. Hata wengine umetuweka katika familia. Bwana, tunaliinua jina lako. Lakini jioni ya leo Yesu, tunakuita utupe nguvu na uweza, utuwezeshe tuweze kusimamia kilichonia aswa kutoka kwa macho yako juu ya familia. Basi Bwana, tupe uwezo huo, tupe uwezo wa kulinua jina lako kabisa katika familia. Tupe uwezo wa kuyatenda mambo makubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Lakini vile tumesimama Bwana, wengi wa familia zetu zimeporakana, hazina amani tena. Yesu, wewe uliye tabibu mkuu, wewe uliye mganga wa waganga, ninakusihi kwa pendo lako utembelee kila familia iliyo katika mkutano huu, uweze kufikia watoto wako, uweze kuinua familia zilizovunjika. Yesu, walete pamoja tena kwa upendo wako. Yesu, wahurumie watoto wako katika jina la Yesu. Iwepo ni watoto ambao wameenda kinyume na mapenzi yako, jioni ya leo tunauita uzo wako, tukikusihi Bwana uweze kwenda pamoja nasi. Tushike mkono watu wako Bwana, tusaidie
Tusiaibike kwa sababu tumekuchagua. Tusiaibike kwa sababu ya mwovu shetani ambaye yu mbioni kwa sababu ya kuharibu familia zetu. Ututende fadhili watu wako, ulete mahusiano yaliyo mazuri, ulete upendo, ulete mambo ambayo yanafurahisha na kufanya wengi wakue katika familia. Lakini zaidi mno, utusaidie tuwe hubiri lililo hai katika dunia ambayo inayopotea. Asante kwa sababu utatenda, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante na Mungu awabariki.